Welcome kwenye channel yetu pendwa kabisa ya movie za kutafsiriwa za Kiswahili. Hapa umefika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Karibu tena kwenye channel yetu ya DJ Mswahili. Hapa utapata movies zilizotafsiriwa Kiswahili. Leo tunarudi mwanzo kabisa wa movie yetu ya Vita vya Kishetani. Huu ndio mwanzo kabisa wa hadithi yetu. Utakutana na viumbe vya ajabu, vya kichawi, siri kubwa za hatari za kidunia zilizojificha ndani na nje ya jiji la New York. Kaa vizuri, usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu huu ndio msingi mzima wa matukio na hadithi yote ya Vita vya Kishetani. Vita vya Kishetani. Mwaka 1926 jiji la New York limejaa hofu na matukio ya ajabu yakiendelea kutokea kila kona ya majengo, yakiharibiwa na watu wakishambuliwa, na hakuna anayejua chanzo chake. Wachawi wa Marekani wanaanza kuwa na wasiwasi mkubwa sana kwamba siri yao inaweza kugunduliwa na wanadamu wa kawaida. Wakati huo huo, tunamuona kijana mmoja mwenye moyo mwema aitwaye Newt Scamander awasili New York akiwa na begi la ajabu, lakini begi hilo si la kawaida kabisa. Ndani yake kuna viumbe wa kichawi wanaotoka sehemu mbalimbali za kidunia. Newt ni mtafiti na mlinzi wa viumbe vya kichawi, anapenda kuliko kitu chochote kile. Tatizo ni kwamba viumbe hao ni hatari sana, wakitoroka na kusambaa katika dunia. Bahati mbaya sasa, hichi ndicho kinachotokea. Muda mfupi baada ya kufika jijini New York, Newt akutana na mwanaume mmoja wa kawaida ambaye ajulikanaye katika jina la Jacob. Jacob ni mkokaji mikate mwenye ndoto kubwa ya kufungua bakery kubwa ya kwake mwenyewe. Kwa bahati mbaya sasa, begi lake linachanganyika na begi la Jacob. Yeye aondoka na begi la Jacob na Jacob aondoka na begi la Newt. Hapo ndipo matatizo yanaanza. Viumbe wa kichawi waanza kutoroka na kusambaa katika dunia. Newt anapogundua hili, inamzalimika kuanza kuwatafuta na kuwasaka kwa ubavu mkubwa sana, kabla maafa hajatokea na machafuko katika dunia. Lakini sasa katika safari hiyo ananaswa na mchawi mmoja aitwaye Tina. Tina alikuwa ni afisa wizara ya uchawi. Alipoteza hadhi yake kutokana na kosa lake la zamani. Anadhani amekamatika na uhalifu mkubwa ambaye hatomrudishia heshima yake. Kadri Newt na Tina na Jacob wanaanza kufanya kazi pamoja, urafiki mkubwa wa ajabu unaanza kuzaliwa. Safari yao kutafuta viumbe wa ajabu waliotoroka inakuwa ya kuchekesha, kusisimua na wakati mwingine ya kutisha kabisa. Lakini wakati huo huo wanahangaika kutafuta viumbe wa ajabu, kuna tishio kubwa la ajabu linalolikabili jiji la New York. Kuna nguvu kubwa ya ajabu yenye uwezo wa kuharibu kila kitu. Nguvu kubwa hiyo inayojulikana kama jina la Obsidian. Obsidian ni nishati ya giza inayotoka wakati wa mtoto mchawi anayelazimishwa kuficha uchawi wake ndani kwa muda mrefu. Kadri ya maumivu na hasira inavyoongezeka, ndivyo nguvu hiyo inavyokuwa zaidi na hatari sana. Wachawi wengi wanaamini kwamba hakuna mtoto duniani anayeweza kuishi akiwa na Obsidian kwa muda mrefu, lakini safari hii mambo yamekuwa tofauti kabisa. Kwa upande mwingine, jiji linaonekana na kijana mwenye maisha ya mateso aitwaye Credence. Credence anaishi chini ya mwanamke katili anayejifanya anapigania haki dhidi ya uchawi. Kila siku anateswa na kila siku anadhalilishwa, na kila siku hasira yake ndani inaongezeka. Bila kujua, hasira hiyo ndio inapelekea kuzalisha nguvu kubwa ya Obsidian. Wakati huo huo, mchawi mwingine mwenye nguvu aitwaye Percival Graves anaonekana akiwa anachunguza matukio yote yanayotokea, lakini kuna kitu kisichoeleweka kuhusu yeye. Anaonekana akivutiwa sana na Credence, anaonekana akimfuatilia na akiendelea kumtumia, anaonekana akijua siri ambayo hakuna mtu mwingine yoyote anayojua. Kadri hadithi inavyoendelea, Newt na marafiki zake wanafanikiwa kuwapata baadhi ya viumbe wote waliotoroka. Kuna matukio mengi ya kusisimua. Wakati mwingine unaingia matukio ya hatari zaidi yenye kusisimua, lakini mwisho wa yote ukweli unakuja kufichuka. Matukio yote ya uharibifu ulikuwa unatokea New York yalisababishwa na Credence. Ndani yake kuna Obsidian. Hiyo ni nguvu kubwa iliyokuwa haijawahi kutokea, na kwa sasa nguvu hiyo imeanza kuthibitishwa. Siri nyingine kubwa inayofichuliwa: mchawi aliyejulikana kama Percival Graves si Graves halisi. Muda wote alikuwa anajificha kwa kutumia jina la uchawi wa jina lake halisi ni
Grindelwald, yeye ndiye mchawi hatari sana ambaye ametabiriwa kuja kutikisha dunia nzima ya kichawi na dunia ya kawaida. Grindelwald, yeye alikuwa na Credence ili kupata nguvu zake zaidi, lakini sasa mambo yamebadilika. Credence anapogundua ukweli, hasira zake zinalipuka. Obsidian inaachiwa kwa nguvu kubwa sana, majengo yanabomoka, mitaa inaharibika, jiji lote linaingia katika machafuko. Wachawi wa Marekani wajaribu kwa nguvu zote kuzuia, lakini mapigano makubwa sana yanaanza. Newt ambaye siku zote aliamini huruma kuliko vita, alijaribu kumwokoa Credence baada ya kumuua, lakini hali hiyo ilikuwa mbaya sana. Mwisho wake Credence anaonekana akishambuliwa na kutoweka mbele ya macho ya kila mtu. Baada ya vurugu hizo kumalizika, Grindelwald anakamatwa, lakini kama tulivyoona kwenye movie inayofuata, kukamatwa kwake sio kwa muda mrefu. Mwisho wa movie, wachawi wanafanya ila liwezekanalo kufuta kumbukumbu zote za wanadamu, wasijue siri zote zilizo wazi, lakini Jacob bado kumbukumbu zake zipo na zinabaki. Lakini jambo zuri zaidi, Jacob afanikiwa kufungua bekari yake ya mikate. Movie inaisha Newt akirejea nyumbani kwake akiwa amekamilisha safari yake, lakini mbali na macho ya watu wengi, vita kubwa zaidi inaanza kujitokeza. Grindelwald bado yupo, Credence haendi, bado yupo hai, na Dumbledore anaanza kufuatilia kila kinachoendelea. Hii ni hatua ya kwanza ya hadithi kubwa ambayo itaendelea katika vita kubwa ya kichawi. Usisahau katika sehemu ya pili na sehemu ya tatu iliyokuwepo. Usisahau kusubscribe, kubonyeza alama ya kengele na kubonyeza comment yako, movie gani tuendelee nayo baada ya hii. Karibu fika kwa DJ Mswahili, utapata movie kali zilizotafsiriwa Kiswahili, za kuchekesha, za kutisha, action kali, bila kusahau animation za watoto. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.